La Llorona, mwanamke anayelia usiku, hadithi ya kale iliyowaogopesha watu kwa karne nyingi. Kinachofuata ni simulizi la kale linalosimuliwa kwa vizazi nchini Mexico na maeneo mengine ya Amerika ya Kusini. Wapo wanaoamini ni hadithi tu, huku wengine wakiamini lina msingi wa matukio ya kweli. Wewe mwenyewe utaamua baada ya kusikiliza hadi mwisho. Ni usiku wa manane. Mwezi umejificha nyuma ya mawingu mazito. Upepo unavuma taratibu ukitikisa matawi ya miti mikubwa iliyosimama kando kando ya mto. Hakuna sauti ya binadamu. Kinachosikika ni mlio wa maji yanayotiririka polepole na milio ya wadudu wa usiku. Ghafla, kutoka mbali, sauti ya mwanamke inaanza kusikika. Sio kilio cha kawaida. Ni kilio kilichojaa maumivu, huzuni na majuto yasiyoelezeka. Watoto wangu mko wapi? Wale wanaodai kukisikia wanasema ni wele husimama mwilini, moyo huanza kwenda mbio na miguu hukataa kusonga. Kwa zaidi ya mamia ya miaka, simulizi hili limeendelea kusimuliwa kutoka kizazi hadi kizazi. Simulizi la mwanamke anayejulikana kama La Llorona, mwanamke anayelia. Lakini hadithi hii ilianzia wapi? Wazee wa zamani wanasema karne nyingi zilizopita, katika kijiji kidogo kilichokuwa karibu na mto mkubwa nchini Mexico, aliishi mwanamke aliyefahamika kwa uzuri wake wa ajabu. Jina lake lilikuwa Maria. Watu walimwona kama mwanamke aliyekuwa na kila kitu. Alikuwa mrembo, mpole na mwenye tabasamu lililoweza kubadilisha siku mbaya kuwa nzuri. Baada ya muda alimpenda mwanaume tajiri mwenye ushawishi mkubwa. Wawili hao wakafunga ndoa na baadaye wakapata watoto. Kwa miaka ya mwanzo familia hiyo ilikuwa mfano wa furaha, lakini taratibu mambo yakaanza kubadilika. Mume wake alianza kurudi nyumbani usiku sana. Wakati mwingine hakurudi kabisa. Mara nyingi alikuwa kimya na hakuwapa tena watoto wake muda kama zamani. Siku moja, Maria alimwona akiwa na mwanamke mwingine. Ndiyo siku ambayo maisha yake yalibadilika milele. Alijaribu kuokoa ndoa yao, lakini kila alichofanya kilionekana kutokuwa na maana. Huzuni ilianza kujaza moyo wake. Kila siku alilia, kila usiku alikesha. Mpaka siku moja, maumivu yakamfanya ashindwe kufikiri kwa utulivu. Akiwa amechanganyikiwa sana, aliwachukua watoto wake na kuelekea kando kando ya mto. Maji yalikuwa yakitiririka kwa kasi. Upepo ulikuwa mkali. Hakukuwa na mtu mwingine eneo hilo. Katika toleo maarufu zaidi la simulizi hili, Maria alifanya jambo ambalo alijutia sekunde chache baadaye. Alisababisha watoto wake kupoteza maisha ndani ya mto. Mara tu alipotambua alichokuwa amefanya, alipiga kelele kwa nguvu. Alikimbia kando kando ya mto akiwatafuta. Aliita majina yao. Alilia, aliomba msaada, lakini hakukuwa na aliyemjibu. Kuanzia usiku huo, maisha yake yaligeuka kuwa mateso makubwa. Inasemekana hakuwahi kujisamehe. Majuto yakawa makubwa kuliko maumivu aliyokuwa nayo mwanzo. Baada ya muda, simulizi linasema kwamba Maria alifariki akiwa bado analia na kuwatafuta watoto wake. Lakini hapo ndipo hadithi ya La Llorona ilipoanza. Wakazi wa kijiji walianza kudai kwamba kila usiku wa manane walikuwa wakisikia sauti ya mwanamke akilia karibu na mto. Watoto wangu, mko wapi? Mwanzoni hakuna aliyeamini. Lakini kadiri siku zilivyopita, watu wengi zaidi walidai kusikia sauti hiyo. Wavuvi waliokuwa wakivua usiku walisema waliinua vichwa vyao na kuona kivuli cheupe kikisimama karibu na maji. Walipokisogelea, kilitoweka. Wafugaji waliokuwa wakipita karibu na mito walidai kusikia sauti ya kilio ikifuatana na upepo mkali. Baadhi walikimbia bila hata kuangalia nyuma. Miaka ikapita. Kizazi kikafuata kizazi, na kila kizazi kiliongeza simulizi lake. Wengine walidai kwamba ukisikia kilio chake kikiwa karibu sana, basi huenda yuko mbali. Lakini ukikisikia kikiwa mbali, huenda yuko karibu kuliko unavyofikiri. Hakuna anayejua kwa nini simulizi hili limeendelea kuishi kwa muda mrefu kiasi hicho. Watafiti wa tamaduni wanasema ni ngano iliyotumiwa kuwafundisha watoto wasikaribie mito usiku na kusisitiza madhara ya maamuzi yanayofanywa kwa hasira. Lakini hadi leo bado kuna watu wanaodai kuwa walisikia kilio hicho. Wengine hudai waliona mwanamke aliyevaa vazi jeupe akitembea polepole kando kando ya mto kabla ya kutoweka gizani. Hakuna ushahidi wa kisayansi unaothibitisha madai hayo, lakini pia hakuna aliyewahi kuondoa kabisa simulizi hili katika kumbukumbu za watu.
Ndiyo maana La Llorona imeendelea kuwa mojawapo ya hadithi maarufu zaidi za kutisha duniani. Filamu zimeandaliwa, vitabu vimeandikwa, michezo ya video imetengenezwa, na kila mwaka maelfu ya watu hutembelea maeneo yanayohusishwa na simulizi hili wakitumaini kusikia sauti ile ya ajabu. Je, ni hadithi iliyobuniwa? Je, ni onyo lililotungwa na wazee wa zamani? Au kuna siri ambayo bado haijafichuliwa? Hakuna anayejua kwa hakika, lakini jambo moja halijabadilika. Mpaka leo, kila usiku wa giza unapofunika mito ya zamani ya Mexico, bado kuna watu wanaodai kwamba upepo hubeba sauti ya mwanamke anayelia, "Watoto wangu mko wapi?" Na pengine usiku mmoja huenda sauti hiyo ikasikika mahali ambapo hakuna mtu aliyedhani ingeweza kusikika. Wewe una maoni gani? Je, La Llorona ni ngano ya kale tu, au unadhani kuna ukweli uliojificha nyuma ya simulizi hili? Andika maoni yako, usisahau kulike video, kujiunga na channel na kuwasha kengele usikose simulizi nyingine za kutisha.